Kwanza ni watambue waheshimiwa wote ambao wamefanya bidii sana kuja kukaa pamoja na mheshimiwa ambaye amempoteza baba. Na nitakuwa kwa ufupi sana mheshimiwa. Mimi kwa ajili sitakuwa kesho. Niko na hii mambo yangu ya kuhangaika na ambayo nimehangaika nayo miaka mingi. Tulikuwa tumepanga mkutano kesho, kwa hivyo sitakuwa. Wakati niliposikia kwamba umepoteza baba yako mheshimiwa, nilikutumia message ya condolences na ninataka kurudia hiyo na niketi chini. Nikuambia kwamba watu wa maana katika maisha ya binadamu ni mama na baba. Hata kama mama alikuwa anakunyorosha, mama ndio mpenzi wako wa kwanza. Na mzee pia pale ni rafiki yako. Hivi sasa hivi ulikuwa unaambia watu wengi wakikuja kwako, ngoja kwanza hili jambo ni mzuri, nitamuuliza mzee alafu nitakujibu. Sasa hauna baba na nikakwambia hauna shed na you have no any escape route now. Mambo ikikuja hapa ni wewe na ndugu zako na lazima mjibu. Sisi tuliwapoteza hao watu, tunajua ni hasara kubwa sana ambayo wewe umepata. Na ndio kwa sababu nikasema kwa vile sitakuwa kesho nifike hapa. Wewe kwanza, mimi nakupenda sana. At your age you have done a good job. And the age is on your side. Usiogope kuongea ukweli. Anayeongea ukweli yuko karibu na Mungu. Kwa ajili Mungu anapenda haki na mtu anayesema haki. Now when you speak the truth, as I'm saying, you are with God and you are closer to God. Na ukiwa na Mungu, hakuna kile kitachozuia wewe kuendelea. Mimi nimefanya kazi ya wafanyikazi kwa kujitolea hapa Kenya na ulimwengu mzima. Na kwa ajili ya ukweli wangu nikitaka kuondoka hawataki niondoke. Nasikia hiyo kwa ajili ya kusema haki. Haki is painful. Hata sasa hivi mimi naambianga watu, mimi am a life member of KANU. Wenzangu wengine hawezi kusema. Naona nikisema hivi sijui kutakuaje, sijui kutakuwa namna gani. Na kwa ajili nilikuwa na mzee Moi na akaniambia kwamba ukisimama kwa haki na kwa ukweli utakuwa sawa. Na kwa vile unavyofanya kazi na president, mama na president, hata ukisikia gari likipita hapa, sisi mimi nilikuwa nakaa, mimi nilikuwa na boma Ukiamunyi kwa njia kwenda kwa president Moi. Hata lori ikipita inaenda Eldama Ravine usiku, mimi natoa mkono yangu nafanya moto paka mama anaweka mkono chini anasema hiyo ni lori imeranga, huyo nabeba, hiyo sio Moi. So to be loyal to His Excellency the President, it will pay in the long term. Stand firm, support the government, the age is on your side. Hata mtu akisema nini, saa ingine watu wanaweza kasirika na wewe, you will still come back and you might come back in future as a president of this republic. Sitaki kusema sana. Naomba tu wetu wa Kenya, naomba nyinyi, I've been around for some times. I've been in leadership for more than 50 years. And I always advise people, it's always better 1,000 times to have a bad government than not to have one. Afadhali uwe na serikali katika nchi yako kuliko kutokuwa na serikali. Sasa hivi mimi nilikuwa na ofisi kule Sudan, Khartoum, kwa ajili mimi ni president wa the larger Eastern African Trade Union Confederation kutoka Madagascar mpaka Eritrea. Kule Khartoum huwezi ingia, nchi ilikuwa sawa, huwezi kuingia kule, hakuna immigration, hakuna nini, kuna chakula,
watu walihama, ilibidi tuhamishe ofisi yetu tupeleke Cairo, kwenda Goma kule Kongo, kwenda zile nchi ambazo na shida. Angalia katika televisheni yako yale yanayofanyika katika Gaza. Mwaka wa 94 watu walimalizana Rwanda. Ukifikiria utaleta fujo na uone raha, hautaona. And the world is watching. You will butcher yourself while the international world is watching. Nobody will come for your aid. Keep peace. Na nataka kuadvise also Gen Zs, mjue ya kwamba with stability in the country, future is there for you. Na mzozo ukitokea, hamtakuwako, mtasambaratika, hautajua pahali mama yako alienda na baba yako. Let's keep this nation. Let's support the president. Let's support the government. Whether you are in or not, afadhali ulale njaa kwa nchi ambayo ina amani. I'm telling you, as a man who has been around for some times, peace is most important. Asante kwa kunisikiza. Mzee aende vizuri mama, wewe ulinde wajukuu, na wewe utakaa. Mzee alikuwa na miaka 108, mimi nafikiria nitakuwa na 130. Nitavunja rekodi hivi. And I will be around for some times. Hata huyu atakuwa president kama mimi niko, na pia I will serve his government. May God bless you. Thank you very much. Aya, tumpigie Papa Atwoli makofi. Papa Atwoli, ukitaka kufikisha miaka 130, make sure diet iko na nyama kila siku. Hiyo ndio diet mzuri. Nimeambiwa kuna wabunge wengine ambao wamekuja baadaye kanzi where they are seated. Mheshimiwa wa Maua